Lakini kubwa ninaloomba wananchi kwa kumalizia, mvichunguze vyama vya upinzani kama kweli vina dhamira ya kweli ya kuliongoza taifa letu. Bila kuchunguzana mtapata shida. Mimi alinikuta siku moja, nilikaa hoteli moja kwenye mkoa mmoja hivi, weka maji yangu pale shilingi 2000, weka pale fungo yangu ya gari, Samsung zangu ziko pale. Akapita dada mmoja mzuri, sifa zote mimi zilinishawishi. Nikamuita, mwanangu njoo. Akaja, mwanangu habari, mzuri, mambo poa. Baba yako, pamoja na kwamba uso wangu nikitaka kupeleka kwenda kufanyia haiwezekani mzee sana, wewe unasemaje? Akasema baba, nimekukubali. Nikamwambia sasa, kwa sababu jambo lenyewe la kumuuzi Mungu, tukutane kesho. Haya. Siku ya pili nikamuelekeza, kuna hoteli moja naye jioni wanaweka meza nje, watu wanapigwa na upepo. Akamwambia nikukute pale. Haya, akachukua shilingi 5000 ya chenchi nikampa. Binti yule amesimama, mimi nimekaa. Na yeye kwa kuwa bwege hata kuniambia mzee nisindikize, Mungu alimfunga. Basi mnaanza kucheka, mmejua Acheni hizo bwana, kabla sijamaliza. Unasikia bwana? Basi siku ya pili yule dada alianza kufika, yeye akachukua meza pale nje, anaangalia barabarani ambako mimi napaki gari na kuja. Kila ninavyomsogelea yule binti naona anazidi kukunja sura. Mwanangu, jana tuliachana vizuri, leo kuna nini? Napanda ngazi pale, binti amevurugwa. Nikamuao, we mzee, mimi sikutaki tena. Kumbe jana sikukuona, ulikuwa na mguu mbovu. Mioho. Kumbe yule binti jana hakufanya nini? Hakunichunguza. Na mimi nikajua limeshasanuka, na mimi nikamjia juu, wewe mpumbavu, ni mguu mbovu, nimewahi kukuomba panado, wewe mchizi. Na mimi nikajua